Ni aje? Poa sana. Hii mic yangu hata haiko on. Haiko on? Yako iko sawa. Yako iko sawa. Yes. Hata yangu iko sawa. Hebu niambie agenda huo. Unaitwa nani? Mimi naitwa naitwa jina la majina naitwa Kaika. Kaika? Yes. Ngonina. Ngonina? Wa kutoka wapi? Kutoka TZ. Tanzania. Arusha. Tanzania? Umetoka Tanzania ukakuja biashara. Kwani hii biashara TZ bado ina work? TZ biashara pia ina work, lakini inalingana na sehemu ambayo mtu umezoea kufanyia biz. Inalingana na sehemu ambayo umezoea. Juu mimi sijawahi kufanya Tanzania hii biashara. Sijawahi. Tanzania ni sehemu ambayo ni nafanyia kama ni ambayo mimi naishi, ambayo ndo nafanyia kama ni kufuga mifugo za huko. Sasa nyinyi wewe umezaliwa Tanzania? Au ukakuja Kenya biashara? Biashara iko aje Kenya? Is better, lakini kwa sasa hivi biashara sasa hivi iko chini sana. Kwa nini? Sasa hivi iko chini sana. Watu hawavai viatu, hawafungi mishipi. Wanafaa, lakini iko tofauti na miaka mingine iliyopita. Kuanzia hii mwaka biashara imeharibika sana. Sasa hivi iko chini sana. Hatuwezi tukasema kwamba hatupati, tunapata, lakini iko chini. Kuna watu wanasemanga Wamasai wanakuanga na hasira, ni wabaya. Wewe kuna mtu ashai kuchokoza ukamtolea njora? Haiwezi nikatoa njora hata siku moja. Na mbona mnabebanga njora? Na mimi nikibeba njora huko town watasema niko armed, watanishika. Wewe mbona unabeba njora na vizuri sana. Swali nzuri sana ambao umeniuliza, ambayo ningependa sana jamii wote wajue leo. Juu kwa nini sisi tunabeba njora na kwa nini wewe kama Mkikuyu huwezi beba. Umeona? Sasa naambia tu watu wote leo wajue kila kitu. So sisi tunapobeba njora, cha kwanza ni tradition yetu, ambayo sisi ni watu ambao tunaenda sana msituni, tunachunga. Kwa hiyo kwenye tradition yetu, mimi lazima niwe na sime kwanza, njora, mkuki, ambao ni vitu ambazo napaswa kuwa nayo. Kama sina mkuki lazima niwe na mshale. Unaona? Vitu ambazo ni lazima tuwe nayo kwenye chini yetu. Sababu sisi tunaenda kurinda na chunga. Tunaenda hata tukiwa wadogo sana, kuanzia hata 10 years. Mtu hata bado ni kehe hajataliwa. Lakini anaenda kuchunga mwenyewe huko. Unaona? Sisi tunapambana, tunakutana na wanyama aina yote. So lazima ukue armed all the time. Lazima ndio. Lazima ine saa yote uwe umejiandaa. Sisi cha pili, sisi hatubebi njora ama mkuki kwa ajili ya binadamu. Hiyo kwetu haikuangi ni kama ni silaha. Hapana. Kikwetu sisi haituonai kama ni silaha kwa mnyama, lakini si kwa binadamu. Unaona? Kikwetu imelaaniwa kabisa mtu kumpiga mtu na kisu, Masai kumpiga mtu na kisu. Kabisa. Haya, kuna story nyingine nasikianga huko hata watazamaji wetu wanajua. Ni ukweli ati ukiingia kwa boma yako upate mkuki imedungwa kwa mlango, inamaanisha nini? Nimesikia hizo mambo sana hapa. Hiyo ni kweli. Si kitu ambayo kitu ambao watu wanachocha. Hii kitu ni kweli kwa sababu sisi kwa mila yetu tuna watu ambao tunasema kwa ni rika yangu mimi. How old are you for now? Mimi? I'm above 30. Sasa wewe ni rika yangu mimi. Hata kama umenisidi hata 5 years, wewe ni rika yangu. Sasa kimila yetu sisi najua sisi ni watu wakarimu sana. Ukifika kwenye boma yetu, kama uwezi ukalala kwenye nyumba ambayo sio rika yako. Lazima nilale nyumba ya lazima uende ukalale nyumba ya rika yako. Umesikia? Pale heshima lazima iwepo. Uwezi ukanyanyuka hapo kwenda kulinda kulala kwenye nyumba ya rika ambayo mtu amekusidi, kama mtu ambao rika nyingine kuanzia 45 years na kupanda juu. Umeona? Uwezi kwenda kulala. Lazima uje ulale kwenye nyumba ya rika yako. Unaona? Hata kama mimi nikikuta umelala kwenye nyumba yangu, mimi sitalala hata hiyo boma siku hiyo. Sasa hapo ndio nataka tukuje. Wewe ukikuja upate mkuki umedungwa kwa mlango ya nyumba yako, inamaanisha kuna mtu mwingine hapo ndani haufai kuingia. Inadipenda kwa sababu hata mimi mwenyewe naweza nikadunga mkuki yangu na hapo nikaondoka. Hata bibi akiwa ndani hapo kwa nyumba? Mimi naweza nikadunga nikaondoka mkuki yangu. Mkuki haimaanishi kwamba ni kitu kibaya. Umeona? Ni ishara ya kwamba kuna mtu hapo ndani usiingie. Kuna mtu wa rika, sio usiingie. Hujakatazwa kuingia. Ni mtu wa rika yako yuko pale. Kwa hiyo lazima ukienda
lazima muende kwa ustaarabu. Wewe ndio utachagua kama mtalala wote wawili kwa bedi moja kama hamtalala. Lakini sana sana hatuwezi kulala wote wawili. Wewe ndio mgeni. Na mgeni sasa nikakufukuza mgeni. Mimi ndio najua mahali ya kwenda. Umesikia? Naenda kulala na kwingine. Mgeni alale. Hebu niambie aje, Kenya ulikuja lini? Kenya nilianza kuja 2022. Yes. After COVID. But nakuja Kenya na kaa almost 5 months na kurudi. Na kaa 5 months. Yes. Unarudi nyumbani after every 5 months? Yes. Uko na familia nyumbani? Yeah, niko nao. Familia yako? Ndio niko nao. Wewe umeoa? Ndio. Okay. So unaendanga kuona after every 5 months? Yes. Alafu unarudi? Alafu narudi. Kazi hapa Kenya iko aje? Kazi Kenya ni nzuri sana. Nzuri sana kwa sababu huwezi kusema kitu ambao umeanza sasa hivi uko na 4 years uko unakuja, kwa sababu ingekuwa mbaya ningeenda sehemu nyingine. Unaona? Sasa tumeenda UG, tumeenda wengine wanaenda Burundi, wengine wanaenda Somalia. Yes, Somalia. Lakini mimi nikachagua kuja Kenya kwa sababu naona mahali ambayo ni nchi nzuri. Ni nchi nzuri kabisa. Watu ni wakarimu. Haya, niambie aje. Wewe kazi yako ni ya kutembea, kuzunguka ukitafuta wateja. Unaendanga how far? Unaishi wapi? Unaishi hapa around? Usiseme hapa ni wapi. Unaishi hapa around? Mimi naishi hapa around. So unatokanga ni mbali sana wapi unaendanga ukitembea? Naweza nikaenda kama 40 km kutoka hapa. 40 km. Na utauza ama utatembea alafu urudi bila kuuza? Ina depend sababu unaweza kaenda siku asifanani. Unaweza ukaenda siku nyingine usiporudi, unaweza usiuze. Umeona? Siku zingine Mungu si kang'ethe, unaweza ukazunguka na unauza vizuri sana. Ukauza vizuri sana tu. Mungu si kang'ethe, unasikia? Unaweza waenda ndo ukauza tena vizuri tu. Hiyo iko poa sana. Sasa wewe unatarajia kukaa Kenya for how long, ama unapanga ukiuza maybe after some time urudi nyumbani, ama ulete familia pia utulie hapa Kenya? Kenya ni nzuri. Mimi kusema ukweli, endapo basi kama nitapata hata kitambulisho ya Kenya nitafurahi sana. Nitafurahia sana. Ukue nini Mkenya? Yes. Mbona si TZ? Na TZ uko mama anaangalia vizuri. Ni sawa, lakini mimi naangalia sehemu ambayo niko kazini. Kwenye naangalia pale unakulia. Penye nakulia. Unaona? Sababu kule ni kwenda kukula pesa, si kutafuta. Huko ni kutumia pesa ambayo unapata hapa. So kumaanisha hapa kuna pesa kuliko huko. Yes. Kenya ni kuzuri. Yes. Kuzuri kwa upande wa hii. Lakini sasa wewe ukichukua kitambulisho, unajua hufai hauruhusiwi kupiga kura hapa. Kama nitakuwa na kitambulisho, nikiwa na kitambulisho nitaruhusiwa kupiga kura. Unapiga kura ukiwa na kitambulisho? Lakini kama sina kitambulisho siwezi kupiga kura. Umejaribu kupata kitambulisho hapa ama ni? Sijawahi jaribu. Sijawahi jaribu kabisa. Ni ile kitambulisho ambayo tunatumia ni unakuwa na leseni kabisa, ambayo unajua unatoka kule kwa boda, unaingia pale unaandikiwa karatasi ambayo utakaa kwa muda gani. Unajua utakaa kwa muda gani, ukiisha hizo miezi zako unajauza. Sasa kuna kitu kingine watu wanasemanga ati Masai akikuletea kitu, kukuzia kitu akwambie ni 500, ukimwambia nusu ya hiyo bei atachukua. Hapana. Ni kweli? Hiyo kitu ni uongo kwa sababu siwezi nikakwambia kitu 500 angali mimi nimenunua. So hapana. Kama ni kitu nimenunua 400 nitakwambia 500. Ili ubagain ifike 450. Hapana, ifike 450. Angalau ile 50. Umeona? Au sasa nikakwambia 550. Angalau kama utatoa ile 50, angalau kama nitapata ile faida. Unaona? Sisi nikakwambia hii kitu ni dhao wakati mimi nimenunua 500. Hapana. Hapana, hiyo kitu hakipo. Haya, unaweza taka kuambia aje Wakenya ni watu wa aina gani? Wewe umeinteract na wa TZ, umeinteract na Wakenya, kuna tofauti ya uhusiano ama tuko tu the same? Hapana. Kuna utofauti kwa sababu Kenya hakuna heshima. Kenya hakuna heshima. Kenya hakuna heshima. Heshima aje kivipi? Yaani Kenya unaweza kulingana na mavazi. Vile watu wanavaa. Vile watu wanafaa. Vile nyinyi Wakenya mnafaa. Wakenya mnafaa inakaa weird. Aje? Yaani mtoto mdogo
iko na babake. Anafaa kipenzi yuka hapa anamuonesha babake mapaja. Hiyo sio watoto wa kike. Watoto wa kike. Alafu watu wa huku mtoto mdogo anakuambia Masai rada. Au unajua atajibu aje? Wasichana. Huko TZ msichana anakwambia hivyo. Sio wasichana. Hapana. Hata vijana. Sasa kumkuta unamwambia babako rada. Rada. Sio tunaongea hivyo hapa. Rada ni kama mzima waambia rada shwali. Ni kama kuuliza huyu jamaa rada. Uko aje? Hiyo kikwetu ni kufunjiana heshima kabisa. Kukosea mzazi. Siwezi nikamwambia si mzazi tu. Siwezi nikamwambia mtu mzima au mtu ambaye amenisidi hapa 5 years amenisidi umri, alafu mimi nikamwambia mambo. Hapana. Hauwezi ambia mtu mambo, unamwambia aje? Shikamo. Mpe heshima kabisa, shikamo. Ni mtu ambaye mimi ndamwambia mambo, ni mtu wa rika yangu mimi. So hapa Kenya kidogo unaona hatuna hiyo kitu. Kenya heshima hakipo Kenya, in short. Umeona? Umesikia nyinyi umechoma. Heshima hakuna Kenya. Unaona, lakini kwa upande nyingine mimi napenda watu wa Kenya wanajua kutafuta hii sana. Pesa. Sana. Bidii iko. Ni bidii huko sana. Wakikuyu nyinyi wanajua kutafuta sana. Wanaitwa adoa nyumba. Sema adoa nyumba. Adoa nyumba. Wanaitwa adoa nyumba. So, wanajua Wakikuyu wanajua. Wanajituma sana. Wanajituma. Naona alafu kingine huku. Lakini Kenya ni pahali pazuri pa kuishi, si ndio? Hapana. Kwa nini? Na si uko hapa? Ndio. Umeniambia ukikuja hapa 2022. Sawa. Kisha umekaa hapa miaka 4. Kwa mfano mimi nikaambiwa niishi huku, niseme kwamba ninunue plot huku nifanye nini? Hapana. Hii mnauza plot, alafu kwetu sasa mimi si plot. Ni shamba. Umeona? Mimi si plot, ni shamba. Kujenga. Shamba imeenda kubwa sana. Sasa unakuta Masai yako na eka 300. Na mtu anaweza nunua shamba huko TZ? Unaweza nunua kabisa. Nice. So ambia Wakenya kitu moja, umekaa nao kwa hiyo muda ya miaka kidogo. Wakenya nyinyi ni wakarimu. Mimi nawapenda Wakenya. Endeleeni kutupa support. Usituone sisi wa Masai ni sisi ni watu wabaya. Sisi ni watu wanakusupport. Mkituona tusupport. Sisi ni watu wazuri. Ila sisi hatupendi kuchokozwa, niwaambie tu ukweli. Hatupendi kuchokozwa. Utatolea mtu njora. Hapana, sisi kutolea njora ila hatupendi kuchokozwa. Hiyo ndio naweza nikawaambia Wakenya. Lakini ni watu wazuri, sio? Watu wazuri sana. Asante sana. Tukumbushe jina yako. Ulituambia unaitwa? Naitwa Kaika. Natokea TZ. Arusha. Arusha nyinyi ni wa TZ, nyinyi ni wa Masai tu wote kutoka Kajiado. Sisi tunaelewana. Hiyo sisi tunaelewana lugha. Huwezi kumkuta Masai wa Kenya ukamchagua, hapana. Sisi tunapendana sana. Iko sawa. So wa Masai kidogo tu turudi nyuma kidogo. Wa Masai nyinyi mnakubaliwa kuoa after miaka ngapi? For now ama kuna kimila ati haufai kuoa ukiwa bila kabla ufike miaka maybe fulani. Sisi ukishaenda jandoni. Already tayari tunaruhusiwa kuoa. Ukitayari tu ni ukishatahiriwa tu already tayari unaruhusiwa kuoa. Mimi nikikuja huko TZ naweza pata siangiki. Arusha. Ndio. Unaweza kwa Masai. Unakosaje? Nikiwa kama sijui kimila ya Masai naweza kubaliwa. Mbona sikubaliwe? Si ndio, mbona sikubaliwe? Nitatembea. Yaani ndio kama umekopa kwanza saa hizi sana. Sasa hivi watu wote wanashaelewa nini kwamba nini wanakifanya. Maana sio kama muda mrefu before. Sasa hivi watu wameshaelewa kwamba wanafanya nini. Kwa hiyo msichana kama sasa hivi watu wamesoma. Wanasoma sana. Asante sana. Ambia hawa watu wa subscribe kwa Maina Haman. Niwaambie kwa Kimasai. Waambie kwa Kimasai. Jamani, kio mwene ndrai phone la pala Maina Haman. Yes. Watu wa Mungu tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Cheers wazi. Asante.